Mimi naomba sasa niendelee kukusomea sehemu ya 4 ya huu mkasa. Sauda anaendelea kutusimulia hapa. Anasema, nakumbuka baada ya siku kadhaa za mimi kuishi ndani ya ile nyumba, kuna siku nilitoka nje ya geti kwa ajili ya kununua vitafunwa mida ya asubuhi. Nilipotoka mbele kidogo, nyumba kama ya 3 hivi, kuna mama mmoja ambaye nilimkuta akiwa anachoma chapati. Nilisogea nikampatia pesa kwa ajili ya kununua chapati. Sauda anasema, yule mama wakati ananifungia chapati sasa, akaniuliza swali, akaniuliza kwamba mimi ni mgeni, maana alidai kwamba hajawahi kuniona kabisa pale mtaa. Nikamwambia ndio. Akaniuliza naishi nyumba gani? Nikamtajia kwa kunyosha kidole kule kwenye lile jumba la dhahabu. Sauda anasema hapa, ingawa huyu mama alijitahidi nisijue, lakini mimi niligundua sura yake kwamba ameshangaa kusikia ninatoka kwenye ile nyumba. Akaniuliza tena, wewe ni kama nani mle ndani? Nikamwambia mimi ni mkwe wa yule mzee. Yule mama akazidi kuonyesha kushangaa sana mpaka nikagundua. Sauda anasema alichozungumza baada ya hapo, aliguna tu. Nikamuuliza kama kuna tatizo, lakini akasema hakuna shida yoyote. Na kitu kingine cha ajabu, ile pesa niliyompatia yule mama alinirudishia baada ya kugundua ninatoka kwenye ile nyumba, ila akanipatia chapati yangu ndani ya lile jumba la dhahabu, tena kuendelea na maisha yangu ya msoto. Nilipoingia ndani, nakumbuka nilimkuta yule mzee akiwa sebuleni akinisubiria, lakini nilipomwangalia sura yake, yani amekasirika vibaya mno. Akaniita na kuanza kuniuliza kwa ukali. Sauda anasema hapa, moja kati ya sharti lingine nililokuwa nimepewa na ambalo sasa lilimkela huyu mzee siku hii ni kwamba nikitoka nje nihakikishe sura yangu inakuwa na furaha kama wanadamu wengine. Sasa mimi nilivyokuwa naongea na yule mama muuza chapati, kuna namna roho ilikuwa inaniuma sana kiasi kwamba machozi yakawa yanataka kudondoka, kitu ambacho ni kama yule mama alikigundua, na ndio maana aliniambia kwamba nikipata muda niende pale nikamuone. Kumbe hata kile kitendo cha yule mama kutopokea pesa yangu kilikuwa na sababu. Sasa kumbe yale yote yaliyokuwa yanaendelea pale kwa yule mama muuza chapati, huyu mzee alikuwa naona, yani kiufupi ni kama nilikuwa nimewekewa GPRS hivi. Kila ninapokwenda huyu mzee alikuwa ananiona na alikuwa najua ninafanya nini. Akanikumbusha masharti yake aliyokuwa amenipatia, na akanieleza namna ambavyo nilikuwa nataka kumueleza yule mama muuza chapati. Nikabaki na shangaa, nikajiuliza amejuaje? Sauda anasema yote 9. Ukumbuke mpaka hapo sasa, kama ambavyo nilisema huko mwanzoni kwamba kazi yangu kubwa ilikuwa ni kuilisha ile misukule, na sio kuilisha tu, ila ni pamoja na kusafisha kile chumba chao, maana kwa kawaida misukule huwa hawana choo. Kwa hivyo hata kujisaidia walikuwa wanajisaidia mle mle ndani ya chumba. Kwa hivyo kazi yangu mimi ilikuwa ni kuilisha na kusafisha kile chumba. Anasema turudi sasa kwenye hii siku niliyokuwa nasimulia hapa. Yaani hii siku baada ya kukatwa kidole, nikasikia mtu anagonga hodi, na nilipokwenda kufungua nikamkuta yule mama muuza mchicha. Beseni nikabadilisha ule mchicha kama ambavyo nilikuwa nimesema. Huyu mama alikuwa kama anaoda pale kwa yule mzee, kwa hivyo alikuwa akija ninachukua mchicha wote kama ulivyo. Sasa wakati ninabadilisha mchicha toka kwenye beseni la yule mama kuweka kwenye beseni langu sasa, kumbe damu kwenye kile kidole zilikuwa